Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa redio Habari Njema, karibu tusikilize Injili pamoja na tafakari yake, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, juma la 5 mwaka C wa kanisa. Somo katika Injili ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 16 aya 20 hadi 23. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, amini amini nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Mwanamke azaapo yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika, lakini akiisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Kristo siku ya leo anawaambia wanafunzi wake maneno muhimu sana, na maneno ya faraja na maneno ya kutia moyo. Anawaambia lolote mtakalomwomba Baba kwa jina langu atawapeni. Kwa kweli haya ni maneno ambayo ukiyatafakari vizuri utaona jinsi gani Kristo anavyotupenda, jinsi gani anavyotaka tumwombe Mungu Baba kwa jina lake. Lakini tusisahau kwamba lazima kuna sifa za muhimu za muombaji. Kwanza, muombaji lazima awe na mahusiano mazuri na yule anayeombwa. Wanafunzi wa Yesu wanapoambiwa mkiomba neno lolote kwa jina langu mtapokea. Kwa hiyo wanalo jukumu la kujenga mahusiano yao vizuri na huyu anayeombwa. Hatuwezi tukasema kwamba mtu anaweza kuzungumza na mtu kumwomba kitu fulani wakati huo hana mahusiano mazuri na huyo anayeombwa. Kumbe hata sisi tunapopewa kibali hiki cha kuomba mbele za Mungu, ni lazima tuangalie, je, mahusiano yetu mbele ya Mungu yako vipi? Na kama ni mabaya turekebishe wapi, ili yule tunayemuomba aweze kutupatia kile tunachokihitaji. Lakini vile vile lazima tujue tunaomba kitu gani. Tumepewa hiyo fursa ya kuomba kitu chochote. Je, kile tunachokiomba kina manufaa gani kiroho na katika maisha yetu, na manufaa gani ya kiroho katika maisha ya watu wengine? Mfano wa kawaida, pamoja na kupewa ruhusa hiyo, mtu hawezi kuomba jambo ambalo haliwezekani. Kwa mfano tuseme umepewa ruhusa ya kuomba, lakini huwezi kusema ninaomba jua liwe mali yangu, ulimiliki jua. Hilo haliwezekani. Au useme ninaomba niimiliki dunia iwe ya kwangu, niweke mfukoni. Hilo jambo haliwezekani. Kumbe tunapopewa kibali cha kuomba mbele ya Mungu, lazima pia tutambue ni mambo gani tunayoomba mbele za Mungu. Je, mambo hayo yanatujenga kiroho? Je, mambo hayo yanatunufaisha katika maisha ya kila siku? Kumbe basi mambo ya leo kutafakari, tunapewa nafasi ya kuomba mbele za Mungu. Lakini sasa katika kuomba huku tujue lazima tutengeneze mahusiano yetu yawe mazuri na Mungu Baba. Lakini vile vile tunachokiomba ni kitu gani? Lazima tuwe na tathmini. Yale mambo tunayoyaomba yawe na tija kiroho katika maisha yetu. Hatuwezi kuomba mambo ambayo hayawezekani. Basi kama tuna changamoto yote, tuna mahitaji yote, tumepewa fursa hiyo ya kuomba mbele ya Mungu, lakini tutambue mambo gani tunayoyaomba. Tunaposhindwa kujua yale tunayopaswa kuyaomba, tunaye Roho Mtakatifu ambaye tumepewa kama zawadi. Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba, anatusaidia kutufundisha yale ambayo yanafaa sisi tuyaombe. Kumbe basi tuendelee kumwomba Roho Mtakatifu aendelee kutufundisha ili tuweze kuomba maombi sahihi mbele ya Mungu, lakini tusiombe maombi ambayo hayana tija mbele za Mwenyezi Mungu. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Revocatus Bernard wa shirika la misionari wa damu takatifu.